Katika dunia ya sasa, ngono imejaa kila kona, kwenye simu yako, kwenye mziki unaosikiliza, kwenye kile unachotazama usiku ukiwa peke yako. Lakini je, umewahi kujiuliza inawezekana kuwa kile tunachokiona kama raha ya muda mfupi ni sumu ya maisha ya muda mrefu? Sex is not just a moment, it's a life altering decision. Leo nitakuonesha pointi 10 zinazothibitisha kuwa ngono inaweza kuharibu maisha yako, na kwa kila moja tutagusa ukweli wa maisha, historia ya Biblia na mafunzo ya kiroho. Twende pamoja. Sex imeweza kuharibu maisha ya watu kwa kupoteza maono ya maisha. Sexual pleasure can blind you from your God-given purpose. Tunaona mfano kwa Samsoni, mtu mwenye nguvu aliyeitwa na Mungu, lakini akaanguka kwa tamaa. Mwisho wake akapokonywa kila kitu. Na wewe pia unaweza kupoteza ndoto zako, kazi au wito wako kwa sababu ya mtu mmoja ambaye hakufaa kwenye maisha yako. Lakini seksi imeweza kuharibu watu kwa kuwapa magonjwa ya zinaa. Siku hizi kuna magonjwa mengi ya zinaa, kuna ukimwi na magonjwa mengi ya zinaa. One night of pressure can result in a lifetime of pain. Mamilioni ya watu wanapoteza afya yao si kwa makosa ya kuzaliwa, bali kwa uamuzi wa muda mfupi wa kuingia kitandani na mtu asiyejua hata jina lake kamili. Lakini jambo la tatu au namna nyingine ambayo imeweza kuharibu maisha ya watu au kuharibu watu ni kuvunjika kwa familia. One secret affair can destroy a generations. Mfalme Daudi alipolala na Bathsheba haikuwa starehe tu, ilikuwa mwanzo wa huzuni kwenye familia nzima. Leo hii ndoa nyingi zinaanguka kwa sababu ya usaliti wa kingono. Mimba za utotoni na bila mpango pia ni moja kati ya namna ambavyo seksi imeweza kuharibu watu. Irresponsible sex create permanent responsibilities. Wasichana wadogo wamekuwa mama kabla hata ya kuwa wanawake. Wanaume wanawatelekeza watoto kwa sababu hawakuwa tayari, na mtoto anakuwa akijua maumivu kabla hata ya upendo. Hofu, majuto na hatia. Sex outside of the purpose create guilt inside your soul. Huwezi kuwa na amani unapovunja amri ya Mungu. Moyo unajilaumu, nafsi inajificha kama Adam na Hawa. Unaanza kujifunika kwa majani ya aibu. Jambo lingine, kumbuka, unapofanya seksi unaweka roho yako utumwani. Sex creates soul ties that outlast the night. Huoni, lakini kila tendo linafungua mlango wa kiroho. Unajiunganisha na mtu, na hata ukiachana naye, nafsi yako bado imefungwa kwake. Hauwezi kusonga mbele kihisia. Unapofanya seksi, jambo lingine, tegemea mahusiano duni na ya kivuli. Lust starts fast but it never lasts. Ukinunua mahusiano kwa ngono, yatadumu hadi hiyo ngono isitoshe, na mwisho wake moyo wako unaumia zaidi kuliko mwanzo. Lakini pia unapofanya seksi, tegemea kupoteza thamani yako. When you give your body cheaply, the world stops seeing your value. Mwili wako si bidhaa, ni hekalu, lakini kila unapojiuza kirahisi unajidharau, na watu pia hukudharau. Heshima haitoki kwa ngozi, bali inatoka kwenye maamuzi yako. Jambo jingine usilolijua au matokeo mengine usiyojua kuhusu seksi ni kuahirisha kwa maendeleo. Every long sexual relation is a delay to your real breakthrough. Wakati unapaswa kuwekeza kwenye elimu, biashara au talanta, unafanya shopping za mapenzi na kulipia gharama za mahusiano yasiyo na malengo. Ndoto zinachelewa kwa sababu tamaa ilitangulia. Kubwa zaidi, unapofanya seksi, tegemea kuachana na Mungu, yaani spiritual connection. Sexual sin disconnect you from divine power and purpose. Biblia inasema mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Unapofanya haramu, unamkosea Mungu, unaachana na mawasiliano yako ya rohoni, unakuwa kavu kiimani, maombi hayaendi, hekima inapotea. Jambo la msingi la kufikiria ni kwamba seksi si mchezo, si njia ya kukata stress, ni ahadi ya maisha. Sex ni kiapo cha kiroho. You can't treat what is sacred like something casual. Kama umejikuta katika maisha hayo, bado kuna nafasi, bado unaweza kubadilika. Yesu alisema, nendeni msitende dhambi tena, kwa maana anaweza kukuponya, atakuweka huru na atakurejeshea heshima yako. Kama wewe nawe umepitia hiyo hali ya kufanya seksi bila mpangilio, hebu tuombe pamoja. Mungu wetu mwenye rehema, tunakushukuru kwa kutufunulia ukweli huu. Tunaomba msamaha kwa kila mahali ambapo tumetumia miili yetu vibaya. Tusaidie kutubu, kutakaswa na kuishi maisha yenye hekima mbele zako. Tujalie hekima, nguvu na nidhamu ya kushinda tamaa za mwili, kwa jina la Yesu, amen.
farming. Kama umeguswa na ujumbe huu, usiache kutafakari tena, shiriki na kwa wengine pia, na kumbuka, your body is not a playground, it's a temple. Respect it. Mpaka wakati mwingine, mimi naitwa Joakim Chawe, mwandishi wa vitabu pamoja na makala mbalimbali za kitaaluma, na kutakia maisha yenye heshima, hekima na hatima iliyo njema. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu, usisite kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, lakini pia share kwa wengine, kwa kuwa hii ndio njia nyepesi ya kuweza kuwasiliana kati ya mimi na wewe, na baadaye na yule mtu ambaye bado hajaona hii makala kwa muda huu. Stay connected with us and God bless you.